kwa nini promotion yako ya nyimbo zako mjini sio kubwa? Nafikiri mwanzo, unajua twende mbele na kurudi nyuma, sasa hivi dunia imekuwa wazi sana. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanajaribu kupiga vita au kupigana na ngoma zangu kutokusikika kwenye media fulani. Yani kuna uchochezi fulani ulikujaga chini ikasemekana mimi ni moja ya mtu ambaye ninadharau kwenye media, lakini sijawahi kuwa hivyo. Kwa hiyo watu wakawa wameniblock, yani nisipigwe. Ikafikia tu kuna wakati, yani kuna media zikazi na bagua sana, yani kumsikia Bestinaso unamsikia kwenye media chache. Lakini nafikiri mimi ilikuwa ni misimamo yangu tu ya ni vishow, yani changamoto ilikuwa ni show, ni show fulani tu hivi ambacho niliwahi kumwambiaga bro mmoja kwamba bwana, hii show mimi hivi bro nitafanya, lakini nifanye utaratibu huu. Akakataaga yule bro. Na akaniambia wenzako wale unaoona wakubwa wanakuja kufanya hizi show ili watengeneze majina yao, wewe ni nani? Hata usifanye hizi show, kwa hiyo unazingua, tunakupotezea. Kipindi hicho kulikuwa na misemo fulani nasema tunakupotezea. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu. Na ulikuja kugundua baada ya mshikaji kwamba amekuambia kwamba tutakupotezea? Yani niligundua baadaye, alinipigia ndugu yangu Nei wa Mtego. Akanambia oya boy, kuna media fulani wanalalamika, wanasema umezingua, umefanya hivi. Tena boss kanipigia. Nikamwambia hapana, mimi sijamzingua, nilimwambia hiki na hiki na hiki. Akasema wewe achana naye miusho, lakini jamaa amekuharibia. Kwa hiyo angalia namna ya kufanya. Kwa hiyo mimi tatizo aliniambiaga Nei hilo tatizo, na nikaja kulijua hivi. Bestinaso ana maadui wengi? Hapana. Unaweza kusema hivi? Hapana. Sina maadui wengi. Nilikuwa na maadui wachache. Kwa nini tangu tumeanza umesema kwamba kuna mabesho fulani wananifanya mimi nisisikike mjini, nibakie mikoani? Tukaja tena tukasema kwamba kuna watu walitengeneza hiyo njama ya kwamba wewe usisikike kwenye baadhi ya media. Nafikiri kwa kipindi hicho, unajua media sio kama sasa hivi. Sasa hivi ukinibana huku utanikuta Mjini FM. Ukinibana huku nitaenda huku. Zamani kulikuwa kuna media fulani, yani kwamba Giant hiyo moja. Unajua sio moja, lakini kuna yani media ambazo zilikuwa zinatambulika, zina nguvu, kwamba yani hii ukifanya hii ndio basi, hii ukizingua umezingua. Alafu walikuwa wanaaminika sana. Yani wao walikuwa wakifanya kitu leo kesho kimeenda. Kwa hiyo hivyo ndo maana yake ukabidi wewe sasa ndo Sogi, tunakuja kwenye maana ya Sogi kwamba wewe uliamua sasa uinvest zaidi na mikoani, kwa maana chaka tu chaka ndo ambapo ilipotokea, si ndio? Hapana. Mimi ile chaka tu chaka haikutokea kwa sababu hiyo. Hiyo ilikuwa ni mipango yangu tu ya maisha. Unajua mimi kiukweli ni muoga sana wa maisha, kutokana na familia yangu na nini hivyo. Kwa hiyo ile chaka tu chaka ni ule urahisi tu wa mimi kazi zangu zilivyokuwa kule, nikaona mbona napata shida, nenda da rudi, nikaona ngoja nitengeneze wakati nijaribu kufanya hivi kwa ajili ya kutengeneza maisha yangu. Anyway, mpo nilikuonyesha hapa 12 hiyo Tenibe, au sio? Ilikuwa ni kwa sababu ngoma ambayo tumeanza nayo hapa, ambayo tumefungua nayo kikao, narudi zangu kijijini na vitu kama kwenye hiyo video tumeona Aunty Ezekiel amehusika pale, baadaye amecheza poa sana kwenye hiyo video. Aunty Ezekiel sasa hivi ana maisha yake. Ameendelea sasa hivi tofauti na ilivyokuwa, na ni miaka mingi tangu umefanya kazi. Sasa ana mume wake, by the way, naweza kusema hivyo, na watoto. Kuna kitu na miss kutoka kwake? Hapana. Kwa sababu mimi sehemu ambayo nilikuwa na mhitaji alisha itendea haki. Manake ilikuwa ni ya kupita na ilikuwa ni hiyo tu, sina uhitaji naye kwenye kitu kingine chochote. Kwa hiyo yeye alifiti na amemaliza pati yake na amenisupport vizuri na amefanya poa, namshukuru. Kwa maana amuwasiliani, amkwai kuwasiliana tena? Hapana. Kwa hapo kwa hapo baada ya hiyo kazi nilikuwa nikimtembelea mara nyingi, nilikuwa nikienda ofisini kwake, nichonga na mahala hapo. Tunaenda tunaanza kujifunza kupiga moja moto moja baridi. Kwa hiyo nilikuwa nafika. Yeye ndo alikufundisha? Hajawahi kunifundisha. Au ulikuwa unajifundisha na mazingira yangu mwenyewe. Lakini tuko poa tu, ni sister fresh. Okay, nice sana. Nimefurahi sana kusikia hivyo bwana. Nikajua bwana Kusa kumbe kulikuwa na mtangulizi wake. Nikasema haiwezekani. Hapana. Umesema mimi jogoo la shamba.
Mimi sinaga kabisa makali mjini. Mambo ya kuwika mjini hayo si hawezi. Sawa, turudi kwenye hizi chaka tu chaka. Yes sir. Wengine wanakuita wewe kama ndio mfalme wa kanda ya Ziwa. Nafikiri blaza sio wananiita, nafikiri sasa mitaa imeamua tu kuzungumza kwamba hivyo ndivyo. Maana hata mwenyewe sijawahi kujiita hapo awali, lakini imefikia tu wamenilazimisha. Wewe mfalme, wewe ndio mwenyewe, sasa unafanyaje? Kama ufalme unakuja wenyewe, basi acha nipokee. Mimi ni mfalme kweli, kwa sababu ukizingatia kwa 95% ya show nyingi za hii nchi, achana na kanda ya Ziwa, show nyingi za hii nchi za pembeni, mimi ndio mvumbuzi, mzinduzi wa kumbi, sehemu kufanya show. Yaani kuna sehemu kibao ukienda leo na wasanii wako utaambiwa msanii wa kwanza kupiga hapa ni Bestinas. Mimi ndio mwanamuziki ambaye naweza nikatoka mwezi wa kwanza nikarudi mwezi wa 12. Manake hiyo mwaka mzima back to back. Muda huo mkeo umemwacha na nani? Sina mke. Sijawahi kuoa. Bwana, au ndio kila mkoa kuna kambi? Hapana. Hapa unajua huko sina utaalamu nako sana kwenye ndoa, lakini naogopa sana ndoa kwa sababu kuna wenzangu nawaona. Naona mfano mzuri mimi alisababisha niwe muoga wa ndoa ni bosi wangu marehemu sasa hivi. Anaitwa Kayongoze Doctor. Nilikuwa naona kuna vitu fulani alikuwa anapitia yani vimenifanya nimekuwa muoga. Imekutesa sana kifo chake? Ndio, kwa sababu alikuwa moja ya nguzo yangu, ni kama baba amenilea. Ulikuwa umemtaja sana, ngoma zako nyingi sana ulikuwa unamtaja sana. Anyway, kuna clip moja niliona ile mlikuwa mko na AT Alitolu kwa anazungumzia bana, mimi ndio mwanzilishi wa neno chaka tu chaka. Na wewe ukawa huko pale, nikasema Bestinas wakija inabidi nimuulize uundani wa ile neno chaka tu chaka na mwanzilishi kuwa hawa watu bwana. Hawa watu walifuatana, lakini kati ya AT na Nay kuna mmoja wapo alileta hii chaka tu chaka. Kumbukumbu zangu zinaniambia ni kama si AT ni Nay, yani hivyo mmoja wapo aliletea hilo kipindi hicho. Unajua ukienda polini unaita mko kwenye show za mapolini. Nakumbuka kama Nay aliwahi kunipigia akaniambia wewe mzee chaka tu chaka, na ilianziaga hapo. Kwa hiyo ni hivyo, lakini pia na AT naye kuna kipindi alikuwa anaitamka sana. Kwa hiyo hawa watu wawili bado sina kumbukumbu za kutosha ni nani alileta hiyo. Ndio maana wakisema ile jina la chaka tu chaka sijawahi kulileta mimi. Nakubaliana nao. Kuna anasemaje? Anasemaje manager? Naruhusiwa kuongea? Ongea. Nitaka nizungumzie kwenye hilo jina. Unajua hilo jina bana? Sijui kama Sogi unaweza ukakumbuka. Kama sio mwaka 2014 15. Ulikuja wewe, Bwana Misosi, na Dino. Hao walikuja Kahama. Sasa na kabla kama tulitokea kwenye visiwa vipo unaelewa, ndio hiyo story nilikuwa nakwambia. Mitumbwi unaingia kwenye ukumbi, watu wanakula mio, wanakula soda wala maji mondani kwenye show. Sasa hiyo nitaka kumkumbusha kidogo na kuja kwenye hilo neno chaka tu chaka, sababu unajua kuna watu wanaweza kuwa wanaongea lakini hawajui limeanzia wapi. Watu wamelijua mwaka jana, wengine wamelijua mwaka huu. Kwa hiyo katika hizo show tulipiga kama show 6-7. Sogi akarudi Dar. Lakini alikwenda kwanza Dodoma then kaja Dar. Ndio. Sasa baada ya pale akabaki Bwana Misosi na Dino. Dino pia akashindwa. Akarudi Dar. Akabaki Bwana Misosi. Nikamwambiaje Fudi, kwa sababu umebaki wewe, inabidi utafutie mtu mwingine kukupa support. Akameta mtu mmoja anaitwa Sumaji. Sasa yule Sumaji tuliingia vijiji ambavyo hata sehemu ya kulala kulikuwa hakuna. Sio kama unanielewa. Nakuelewa. Sasa Fudi, kwa sababu Bwana Misosi, kwa sababu alikuwa zile show shazifanya kama 4 5 6, tayari ana uzoefu. Ila Sumaji alikuwa hana uzoefu. Akaanza kusema hizi show mbona kama ni za mapolini sana hizi. Yaani ukumwona kama ni machakani sana. Misosi akamwambia bana, inabidi hizi show tuziite chaka tu chaka tua. Okay. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo kuanzia pale sasa, kwa sababu mimi nilikuwa niko pale mjini Kahama, kwa sababu nilikuwa naishi Kahama last time. Iko kila msanii akija pale Kahama, haijalishi kaletwa na nani, lakini ili uende vijijini lazima unione mimi. Msanii yoyote unayemjua lazima unione wewe. Mimi ndo nakupeleka sasa vijijini. Enzi hizo huko Maushirombo, siku Masumbwe, ni kijijini, hata umeme hakuna. Kabisa. Sasa mimi katika ile promotion yangu yote kunitambua, nikaa naita hiyo chaka tu chaka tua.
Okay. Sio kwamba mimi nimeanzisha. Ila nilimsikia bwana Misosi akisema hivi. Akisema. Kwa mimi katika ukiniuliza nani mtu ambaye ameita ile jina Chaka Tu Chaka ni bwana Misosi. Hapana. Kama ni 2014. Yani sina kumbukumbu na miaka. No, sio 2014. Yani nasemea tu lakini ni zamani. Ilikuwa ni hivi. Mimi nakumbuka nilikuwa nafanya kazi kwenye redio ya chama. Hiyo redio ya chama nimeondoka mwaka 2013. Okay. Sawa. Lakini miaka miwili nyuma nadhani 2011 au na 10 nilichukua likizo. Ndio alikuja bwana mdogo akatuambia, bwana wewe unakubalika sana kwenye vijiji vyetu huko visiwani. Ukiwa na wasanii wawili tu. Ndio nikamchukua Misosi na Dino. Sawa. Tukaenda huko, show zile zikawa zimefeli. Za huko kwenye visiwa. Kwa hiyo sasa tunarudije? Ndio huyo bwana sasa tutafutie show za karibu. Basi kama ni 2010 hiyo. Kama ni hiyo basi ndio hicho kipindi. Kuna namna hapa lazima tujue ni nani. Sasa Nei kajaje? Si watu wanakuja, mimi ndio nawapokea. Mimi nikaja kuwa closed na Nei. Tena Nei amekuwa mwanao sana. Unanielewa? Yani mimi nikaa nao ile karibu sana. Yani kama wasanii wangu. Sasa ngoja hapa tunaenda kupata jibu kwamba kati ya AT na Nei ni nani ulianza kumpokea kipindi kile? AT. Kwa hiyo manake AT alimtangulia Nei kuifahamu Chaka Tu Chaka. Yes. Basi sasa hapa tujue alisema itika yaanzisha bado pia kuanzisha yeye. Lakini kuwahi kuijua yeye itakuwa aliwahi kujua. Okay. Sababu ile nipigie tu AT yuko mkoani. Chini ngoni mwaka gani sikumbuki. Noma sana. Sasa kwa hiyo sasa wewe ndio mwanzilishi wa Mr. Chaka wa jina la Chaka Tu Chaka. Huyu alibrand tu. Yani nilikuza ikawa kila msanii akija mimi natumia ile Chaka Tu Chaka tu. Hii ndio wanacheka. Kwa hiyo tuseme sasa ni Sumaji basi. Sio Sumaji. Bwana Misosi. Bwana ndio alitoa neno Chaka Tu Chaka. Mimi nilitumia kuikuza. Ngoja. Bwana Misosi alishauri kwamba tuziite Chaka Tu Chaka tu. Lakini Sumaji alisema hizi ni show za vichakani. Kwa hiyo hapa nani mwanzo? Za vichakani sana. Aliyesema Chaka Tu Chaka. Hivyo unajua Sumaji Misosi ni kijana wangu. Mswazi sana. By the way leo alikuwepo hapa. Okay. Ni mswazi sana. So kutamka hayo maneno ni kawaida. Anaweza katamka mara moja na sikumbuke kama yes. Nadhani Misosi atakuwa anakumbuka hata akija kufanywa hata simu kupigiwa atakuwa anakumbuka Misosi. Basi kwa mimi ndio kuanzia hapo nikaa nalitumia neno Chaka Tu Chaka. Kwa sometimes inabidi tu mtu utulie tu. Watu walitumia kwa sababu ni mchongo sasa hivi ishakuwa mchongo. So issue tena. Bestinaso. Chaka Tu Chaka ambayo tunajadili hapa kuna muda ilikuja kuzua tafrani kwa sababu kuna wasanii walionekana na perform zile shows na video zao zilienda viral. Msanii kama Rich Mavoko kulikuwa na mjadala mkubwa sana. Lakini pia hivi karibuni pia tumeona msanii huyo hapo Mac Voice ambao umefanya naye kazi. Video yake pia ilienda viral akiwa na perform kwenye Chaka Tu Chaka. Chaka Tu Chaka ile kwenye zizi sijui nini watu wanasema. Yes. Tuambie kwa nini kumekuwa na dhana tofauti the way ambavyo watu wanaichukulia huku kwamba kimuonekano kibrandi ni kama inashusha brand ya msanii, na kwa nini tunazichukulia hii kama ni vitu ambavyo sio zenyewe, yani sio mchongo, sio show za mchongo kwa maana ya muonekano wa msanii? Kwanza kabisa niseme kitu kimoja. Unajua hiki ni kitu kigeni kwa watu wengi kama ambavyo tumesema. Lakini pia hawa watu hawajui yule anaenda kule anapata nini. Kwa hiyo wao wanachukulia kama vitu fulani vya ajabu. Lakini ukiangalia mfano show za mijini unaweza kuta ni show kubwa na watu wengi lakini unalipwa 300,000 au 500. Alafu hapo kuna washikaji zako 3 wawili unatakiwa ugawane nao. Lakini kule unaweza kwenda kufanya show moja ukapata milioni au ukapata zaidi. Ni ipi show nzuri? Manake ni ile kule. Lakini kinachosababisha watu waizichukulie kama loko, kuna watu hapa aina 3. Cha kwanza watengeneza content yao wanaharibu watu kutokana na yale wanayoandika. Lakini cha pili, kuna watu ambao ndio huwa wana hizo show zao za kuwabana wasanii ili watakapowatisha kwenda kule wabaki kuwa wanawanyenyekea ili kuwapa hizo show zao wanazowabana kila siku. Wanajua kabisa kwamba hawa wasanii wakitambua faida ya Chaka Tu Chaka tutawakosa kwenye show zetu za kuwabana.
Kwa hiyo wanawatengenezea mazingira ili waogope, waendelee kuwa wao kila siku. Kwamba wazione Chaka Chaka sio mchongo. Sio mchongo. Ni loko. Lakini Chaka Chaka ndio show pekee ambazo zinaweza kumfanya artist akaishi vizuri maisha yake anayotaka kama artist. Lakini la pili, kuna aina ya artist ambao wao hawapatagi hiyo michongo ya huko. Yaani unaweza kutoka huko mjini ambao wanafanya vizuri, ngoma zinalia, lakini wakifika kule hawapati watu hata wawili. Chaka Chaka ili uende lazima uwe msanii kabisa. Yaani uwe umeshafika kwenye jamii kiuhakika. Si hao wasanii wanaolia hapa mjini siku 2-3 hizi show za watu wengi wakipigiwa kelele wanaona ukienda Chaka Chaka ukapata watu, manake hicho ni kipimo chako tosha kwamba wewe umekuwa, wewe ni artist mkubwa. Show za Chaka Chaka zinatakiwa ziheshimike kwa sababu haendi falafala yoyote. Hapa mjini unaweza kuwadanganya watu, kuna nani si ni watu wakaje. Lakini kule hapana, wanajuaga muziki mzuri. Wanajua wewe unafanya vizuri, unafanya vibaya. Ngoma zako nzuri mbaya. Hivyo. Kwa hiyo show za Chaka Chaka ni show moja nzuri kuliko show, au show nzuri kama nzuri nyingine. Na zinazidi show nyingi tu za mjini. Ndio maana wapiga Chaka Chaka hawapigagi mizinga mjini. Chaka Chaka imekupa faida kiasi gani na umefanya nini kwa sababu ya Chaka Chaka? Naendesha maisha yangu, nashukuru Mungu. Mimi ni mtoto wa kimaskini kwa maana ya familia ya kimaskini. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa na play part yangu kama kaka, kama kijana kupitia Chaka Chaka, lakini na maisha yangu binafsi pia. Kuna baadhi ya watu bado wanamuona Best Naso kama ni underrated. Wanakuchukulia wewe ni underrated. Wa mkoani. Hiyo wewe unaichukuliaje? Mimi naona ni fursa. Kwa sababu anayesema wa mkoani maana yake huyo amenikubali. Kwa sababu Dar es Salaam mkoa, Shinyanga mkoa, Tanga mkoa. Sasa mikoani kwani tunaimbia wakina nani? Sio mikoani. Maana yake hata Dar es Salaam ni mkoani pia hapa. Ni kitovu lakini ni mkoa. Kwani hakuna mkoa wa Dar es Salaam? Upo. Maana yake mimi ni wa mikoani, mimi ni wa watu wote. Kwangu mimi najivunia. Naona ni nzuri. Naona yeye ndio hana akili kwa sababu ameshindwa kuitetea hoja yake vizuri. Na ndio maana pamoja na watu kusema hivyo, bado thamani yangu ipo. Bado watu wananiheshimu nikifanya show. Mfano juzi nilikuwa kwenye tamasha kubwa lile, nashukuru nilimuona na Brother Sogi, ingawa alikuwa natoka lakini nilimuona nikasema fresh. Kwa hiyo nimepata bahati ya kuendelea kuwepo hadi leo. Kuna watu waliitwa wa mjini lakini washapoteaga, hauwezi kuwasikia hata kidogo. Alafu mimi hapa Dar es Salaam kuna baadhi ya watoto ambao wanafanya vizuri leo, unaweza ukaniweka nao pale Kariakoo. Mimi mtu akanifahamu alafu wao asijulikane. Yes. Sasa kama hawanijui Dar es Salaam wanawezaje kunifahamu? Kwa hiyo mimi ni mwanamuziki wa watu wote, ndio maana nikawa mwanamuziki wa mikoani. Kwa sababu hata hii Dar es Salaam yenyewe ni mkoa na wamejaa watu wa mikoani. Yaani hapa sasa hivi nikikugusa hapo utaniambia bro mimi Iringa. Utaniambia bro mimi nini? Yaani hivyo. Kwa hiyo Dar es Salaam bana ni mji wangu pia. Maana mimi ni mwanamuziki wa mikoa yote. Kwa uzoefu wako tu, unafikiri wasanii wengi wa Bongo wanakwama wapi? Cha kwanza kabisa sijui niseme ni nini, lakini wasanii wengi wa Bongo wanakwama fikra. Hawana timu nzuri za watu wa kuwashauri juu ya muziki unatakaje. Niliwahi kuwapa mfano Uganda muziki wao si kama una nguvu kama ulivyokuwa mwanzo walivyokuwa wanatusumbua. Lakini wasanii wengi wa Uganda ni matajiri, wana hela na wanafanya hizo Chaka Chaka karibia wote. Kwa hiyo wajaribu kuangalia hivyo vitu. Ila wasanii wa Bongo wengi ni machawa. Yani wana ule utajiri wa kwenye Instagram, mitandao, lakini si utajiri halisi. Kwa hiyo tunapenda kufake bila kufikiria una fake leo, kesho yako vipi? Umeshaona kwa hiyo hicho kitu ni kitu ambacho wanatakiwa wakitazame sana, wapambane. Inafikia hatua kuna wasanii wako mjini hapa wamefanya vitu vingi muda mrefu, lakini huwezi kuwalinganisha maisha hata na mameneja wetu, mameneja wa Chaka Chaka. Yuko bwana Jizo, yuko bwana J Love Marka Box. Hao ni mameneja tu, lakini kuna wasanii wanawapigia simu kila siku vizinga afu wanajiita wanalinda brand. Kwa hiyo tujaribu kuamsha akili zetu. Haya. Inasemekana bwana kwamba Best Naso ni mwana sana.
Ila kuna watu wengine wanakuona nimeyeyushwa, yani wakiwepo wasanii wenzio. Ni kweli. Hiyo unajali? Sijali kwa sababu huwezi kupendwa na watu wote. Huwezi kupendwa na watu wote. Halafu mwana, yani kila mwana ana mwana wake. Kwa hiyo ni kweli. Kuna baadhi ya watu mtu anakupigia simu anakuambia, "Oya, nataka chaka tu chaka." Unamwambia haina noma. Lakini sasa kuna muda unaongea sasa na wale wenye chaka tu chaka zao, yani kwa maana ya watu wa maukumbi ya nini. Unamwambia wewe kuna fulani yupo anaenda kuniambia, huyo bwana hamna, hatuwezi kupata. Sasa unafanyaje? Hizo zipo. Unafanyaje? Unamwambia sasa huyo bwana hamna. Sasa mwanao anaona wewe snitch, umezingua, utaki apate na yeye kitu. Lakini si kweli, kwa sababu nimepokea wasanii wengi sana. Wengi nimefanya nao kazi na wamepata riziki walizotakiwa kupata. Kwenye hiyo kupokea watu, ulimpokeaje mtu kama Mac Voice? Ulimkuta kwa kwenye hali gani? Mac Voice mimi nimekutana naye kwenye show moja mkoani. Tumekutana kwenye show moja, alikuwa amekodiwa. Ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni sehemu moja Bariadi. Okay. Amekodiwa na tulikuwa na muendelezo wa show 3. Tulikodiwa show 3. Ikiwemo na ile ambayo clip yake ilivuja. Yes. Kwa hiyo tulikutana naye kama artist na tukafanya kazi kwa makubaliano ya maongezi kama artist. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo tu. Baada ya hapo maneno yalikuwa mengi sana, ikiwemo kwamba inasemekana mshikaji hali yake pale kwenye record label ambaye yeye yupo haiko sawa. Wewe ulikutana naye ukamuona face to face. Unatuambia vipi? Cha kwanza ana furaha tu mimi naona, cha pili ameongezeka, amekuwa kibonge, amenenepa. Kwa hiyo mimi sijaona kama ana shida yoyote. Sijakaa hata kujaribu kumuuliza vipi wewe na lebo yako, mna shida gani labda na hivyo. Kwa hiyo yuko poa, yani afya kamenona bwana kale kajamaa. Yani kamenenepa. Alikaa siku ngapi? Siku ngapi? Maki alikuwa na siku amepiga hizi chaka tu chaka. Amepiga nyingi sana. Alafu kingine mimi naambiaga watu kwamba sio kila, yani wasije wakamini kwamba wasanii hawafanye chaka tu chaka. Wasanii wote wanafanya. Nimewaambia hata juzi kwenye clip yangu ile, wakina Laivani wanafanya, wakina Harmonize wanafanya, au wakina Kili, wakina nani, watoto wengi, wakina Angela wanafanya. Hivyo yes. Wengine hawaposti tu, lakini wanafanya. Wakina Baisa tuko nao kila siku, wakina Stamina, wakina yani sio Baisa tu. Nakwambia Hamo juzi alikuwa kwenye chakalangu hapo Makongolo, si uchochoroni tu. Yes. Mimi nimetoka huko juzi. Kapata hiyo habari. Sio yeye tu wanafanya. Siku ambayo tulikuwepo, tulikuwa na Zuchu. Okay. Lakini sio pale Dubai bana, sio nani. Sasa brother. Sio chaka. Ni chaka. Yaani kiingilio 50,000 mzee wangu. Sasa ukisema Dubai wewe unajua hiyo moja tu. Kuna mpaka Mampanda huko uchochoroni. Acha hivyo. Kuna kisiwa kinaitwa mwenye hicho kisiwa atakuwa naoga sana. Hapana. Sio kisiwa cha mtu. Kuna kisiwa kimoja ni jirani na Gembale, panaitwa wapi? Kisiwa cha Kasalazi. Ameenda kufanya Kasalazi, ni kisiwani. Ameenda kufanya show Kasalazi. Hicho ni kisiwa ambacho ulipanda boti mtumbwi. Ameenda kufanya. Kwa hiyo ni hivyo. Yaani unajua tofauti ya chaka tu chaka da boy na show nyingine. Chaka tu chaka, kwanza mtu unaweza ukawa ni mbili. Unaweza ukawa umeenda kusikilizia cha mlangoni ugawane na promoter, ambazo mimi miaka yangu ndio nimefanya sana hizo. Okay. Sana uende kabla hata Besnaso haimbi. Ni kweli kabisa. Umeelewa? 90s tunapiga hizo show. Kweli. 90s. Sema hazikuwa na nguvu kutokana na mitandao, haikuwa kweli kabisa. Yaani unaenda sehemu mtu ajue hata wimbo wako hata mmoja.